pa nyumba yake, wakati anatembea kama alivyoambiwa, akiinua uso wake kuelekeza Yerusalemu, akasema ya kwamba mbele yake akaona kijana aliyesimama, na kijana naye ameelekeza uso wake Yerusalemu. Anajiuliza maana yake. Wakati anajiuliza maana yake, akiangalia kwa mikono ya kijana, kijana ako na kamba, anajiuliza maana yake. Malaika akamtokea akasimama mkono wa kuume, anajiuliza maana yake. Malaika wa pili akamtokea akasimama mkono wa kushoto. Aliyesimama mkono wa kuume alimwambia malaika aliyesimama mkono wa kushoto, unamuona yule kijana aliyesimama kukabili Yerusalemu na ameshika kamba mkononi? Ametumwa na mwovu. Kazi yake ametumwa kuja kupima upana wa Yerusalemu na urefu wake, ili iwekewe mipaka kiasi kwamba walio ndani wasiongezeke. Kuna watu wamewekewa mipaka, zinakwenda kuondolewa. Sema naye. Yule malaika wa pili alimjibu malaika wa kwanza, akamwambia nenda kamwambie kijana akaifunge kamba yake, akaikunje kamba yake, aiweke mfukoni na aondoke, maana Yerusalemu haitawekewa mipaka, Yerusalemu haitapimwa, walio ndani wataongezeka mpaka nje ya mipaka. Na mimi nasema leo, naongea na maisha yako. Kuanzia leo hii maisha yako hayatapimwa tena, hayatapimwa tena, baraka zako hazitapimwa tena katika jina la Yesu. Kila uchawi wa kwenu unakwenda kukuachilia. Sema amen. Hautapimwa tena. Unatoka Ingo Kakamega, unaingia Kawangwale, unagonga miaka 10. Badala uende hivi, unaenda hivi. Alafu ukihubiriwa sitaki injili, na unaenda hivi. Inatakiwa ukitoka Kakamega, Busia, sijui wapi, sijui Machakos, unapoingia mjini, baada ya mwaka mmoja, miaka 2, matokeo, haleluya. Miaka 3, matokeo, haleluya. Miaka 4, ukirudi kwenu, unarudi na gari lako. Hata kama kwenu hakuna aliyewahi kununua gari, hebu wewe ukawe wa kwanza katika jina la Yesu. Wale waliofunga maisha yako wakaachilie sasa. Kila nyungu iliyofunga maisha yako ikapasuke katika jina la Yesu. Kila kamba walioweka maishani mwako ikakamate moto katika jina la Yesu. Maisha yako hayatapimwa. Mwambie jirani yako, maisha yako hayatapimwa.